Ujambo mpendwa, na nakukaribisha kwa njia ya kipekee uandamane nami tunapo tafakari neno la Mungu dakika chache tu. Kuna hadithi inayopeana kuhusu mchungaji mmoja. Huyu mchungaji alikuwa ni mzoefu wa kazi, alikuwa ni mkongwe, na ni mchungaji aliyependwa sana na watu na aliheshimika sana kwa sababu alikuwa na moyo wa kukaribiana na watu na moyo wa kuhudumia watu. Na katika heka zake za kuhudumia watu alikutana na kijana mmoja, na ni kijana wa kijiji chake. Lakini huyu kijana alikuwa na changamoto kubwa sana. Alikuwa ni mlevi kupindukia. Alipenda mvinyo, alipenda pombe, na ikawa hata mambo yake ya maendeleo binafsi yamekwama. Kwa sababu hakuna lolote lingeweza kusimama. Chochote alichopata, kipato chake alikimbia kwenye ulevi. Hata mavazi yenyewe hakuweza kujinunulia mavazi mazuri, na afya yake ikaendelea kudhoofika. Lakini huyu mchungaji mkongwe alikuwa na uzoefu na alikuwa na moyo wa kiungu. Akaamua kumfanya yule mlevi kijana rafiki hata katika hiyo hali yake, na akawa anampatia vibarua hapa na pale na kumuonyesha upendo usio wa kawaida, na sio upendo wa kujifanya. Ilikuwa ni upendo uliotoka kwenye moyo, upendo wa dhati. Na kwa hivyo basi huyu kijana akawa anasumbuka. Bado kadri mchungaji anavyoendelea kumjaribu kumvuta na hata kumwongelesha na hata kumsomea neno la Mungu, ndivyo huyu kijana alivyoendelea kuzama katika kileo. Mpaka ikafika wakati akawa huyu kijana anajihukumu, akawa avoid yule mchungaji. Na kile kilichofuata ni kwamba aliendelea kuzama katika ulevi zaidi. Lakini siku moja jioni, mchungaji akiwa ametulia nyumbani na mke wake, wakasikia mtu anayebisha kwenye mlango. Na walipofungua, walipotazama nje, wakaona yule kijana mwenye kulewa alikuwa nje. Lakini siku hii ilikuwa tofauti. Alikuwa amelewa kidogo hivi kwamba hata mazungumzo yake alikuwa ni coherent. Alikuwa anaweza kuongea kwa lugha ambayo anaweza kueleweka. Na basi mpendwa, kilichofuatilia ni kwamba huyu mchungaji wakamkaribisha na mke wake, wakampatia chakula. Na baada ya kula chakula, kijana akaanza kudodokwa na machozi. Na alipoanzia kudodokwa na machozi, ndipo wakamuuliza ni kwa nini analia. Kijana akakiri kwa yule mchungaji kwamba kwa siku kadhaa tangia nyakati zile mchungaji alipoanza kumfanya rafiki, huyu kijana amekuwa akienda kila wakati kwenye kitanda chake akiwa amelewa. Hata kama amelewa, anaishi na moyo wa kujihukumu. Anaona kwamba yeye ni mwenye dhambi ambaye hastahili, na hafurahi pia maisha yake yanavyoelekea. Na akasema amekuwa akitafakari kuhusu Yesu Kristo na kuhusu kwamba njia ya Kristo inaweza leta tofauti. Na ndipo mchungaji yule aliposikia haya akajua kwamba Roho wa Mungu amekuwa akimbadilisha kijana. Roho wa Mungu amekuwa akizungumza na huyu kijana. Na alichokifanya yule mchungaji, akamwambia kijana, usihofu. Kwanza hebu tupige magoti tumwambie Mungu akupe ushindi. Na walipopiga magoti ili kuomba, mchungaji akaambia yule kijana aanze kwa njia ya maombi. Na huyu kijana, usisahau kwamba ni mtu ambaye kamwe hakuwahi kuomba katika maisha. Na alipoambiwa aombe, huyu kijana aliomba, na nilikuwa ni aina ya maombi ambayo hayakomi, kwa sababu kwanza hakujua jinsi ya kuanza hata amalizie ni vipi. Na akawa katika ombi lake, kila mara anapotaja hitaji lake, anakaa akisema kwamba Mungu, naomba uniue. Mungu, naomba uniue kabisa. Mungu, uniue, maana mimi sistahili. Kila kitu akimaliza hivi, akisema kitu kidogo, anarudia tena usemi ule, anasema naomba Mungu uniue, naomba Mungu uniue. Na mchungaji akasumbuka sana, na ndipo akaamua kuingilia maombi. Huyu akiendelea kuomba, mchungaji naye akaanza kuomba. Na alipoanza kuomba, mchungaji aliomba na akasema, na kuomba Mungu, kama vile huyu kijana ameomba, umuue tafadhali. Mungu, muue huyu kijana.
Na kijana mara mmoja akaacha maombi aliyokuwa akiomba na akafungua macho, akamkazia macho mchungaji. Akauliza, hivi mchungaji, mimi nilidhani wewe ni rafiki yangu, kumbe wewe pia sasa umeamua kuniombea hata Mungu aniue. Kwa nini unaniombea jambo kama hilo? Na ndipo mchungaji akamwambia kijana, ninakuombea Mungu akuue kwa sababu ukienda hivyo ulivyo utaenda mbinguni. Kijana akamuuliza, imekuwaje maneno kama hayo unaweza zungumza, umetoa hayo wapi? Na ndipo mchungaji akachukua Biblia na akamsomea kitabu cha Wagalatia 2 mstari wa 20, ambayo inasema hivi. Inasema mstari wa 20 inasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Hebu sikia vile mchungaji alivyomsomea hayo maneno kijana, akasikia kwamba si yeye anayeishi sasa. Na mchungaji akajaribu kumweleza, akamwambia kwamba nilipokuwa nikisema Mungu akuue, nilikuwa natamani huyu mtu wako ambaye ni wa sasa hivi, hii hali yako hii ya kuteseka katika ulevi, hii hali yako ndio ninayoomba Mungu akujalie neema, uachane na hiyo hali, uanze ukurasa mpya katika maisha yako. Na Biblia inasema ukimkubali Yesu Kristo, utu wako wa kale umesulubishwa, kwa sababu tayari Yesu Kristo sasa ameingia katika moyo. Kwa hivyo wewe, huyu mtu wa zamani ushamzika, ni maiti. Na ndio sasa mchungaji akamwambia, nilipokuwa nikisema kwamba uweze Mungu akuue, sikumaanisha akuue, bali auwe huo utu wa zamani, akuvike utu upya. Na ndiyo maana Paulo akasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Kwa hivyo akamwambia yule kijana kwamba Kristo yu ndani yake. Mpendo unayenitazama, pia nawe ningependa ujue habari hii kwamba Kristo yu nawe, yu hai katika maisha yako. Unapompokea, hata ikiwa umeelemewa na jambo lipi, kama ni madawa ya kulevya, kama ni pombe, kama ni uasherati, kama ni tabia zote ambazo ziko kinyume na mapenzi ya Mungu, unapomkubali Yesu Kristo, unakubali kusulubiwa pamoja naye. Na ukiwa umesulubiwa na Kristo, unafufuka pamoja na Kristo. Unaanza kutembea katika upya wa maisha, unatembea kwa mienendo mipya, unaanza kunia mapya, unaanza kunena yaliyo tofauti na yale ya zamani, maana yule mtu wa zamani amezikwa na yule aliye ndani yako sasa ni Kristo. Hivyo basi mpendwa, hivyo ndivyo Mungu angependa wewe na mimi tujue, ya kwamba tukijisalimisha kwake, tunaanza ukurasa mpya katika maisha. Sijui unachokipitia, sijui changamoto zako za maisha ni zipi, bali mpendwa, namjua aliye hai. Jina lake anaitwa Yesu Kristo, na yeye ukimkubali leo hii atayabadilisha maisha yako. Yule kijana alitoka katika hiyo nyumba akiwa amebadilika, na hata wewe mpendwa, kwa jina la Yesu Kristo unaweza kubadilika ukimkubali leo hii. Nataka kukukaribisha tupate kuomba pamoja nawe. Bwana na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya neno ambalo umezungumza nasi, ya kwamba sisi ambao tulikuwa tumepotea tunaweza pata matumaini. Sisi ambao tumelemewa na mizigo mizito na tabia ambazo ni kinyume na mapenzi yako, ya kwamba Bwana unaweza tupa ushindi kuanzia leo na kuendelea. Ninakushukuru kwa sababu ya mpendwa huyu aliyetenga muda wake na akaangalia hii video na akasikiza ujumbe huu. Kambariki kwa lile analolifanya ambalo linaleta utukufu kwako, na hebu utujalie kila mmoja wetu kufanya matengenezo tunapojiandaa kwa ajili ya kuja kwako mara ya pili. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina.
Ubarikiwe sana. Jina langu nimewaambia ni kwamba naitwa Pastor Martin Kiogora, na ubarikiwe hadi wakati mwingine.